Hello guys, it is another beautiful evening, a day the Lord God our Savior has given us so that we rejoice in His grace. And guys, while we purpose to rejoice in the grace of our Lord Jesus Christ, I am here with binti ya Futsubishi. Mnamjua, huyu ni mwanadada ambaye si mara ya kwanza kuongea na yeye, na leo hii alikubali kuongea na yeye, akaniita eneo hii ili tujadiliane, tujue ni yepi yenye yanaendelea na ni nini yenye tunaweza fanya ndio tuweze kuokoa Stano na tuweze kupata justice from the father ambaye akona makosa mingi sana, ikiwemo kukidnap watu, ikiwemo mauaji, ikiwemo maneno mengine yenye siwezi hata taja hapa, sababu nyinyi nyote mnakumbuka ya kwamba siku tu chache zilizopita Futsubishi aliweza kuenda pale hospitali na akavamia Stano. Na huyu msichana tumepatana na yeye hapa na akaniambia ya kwamba yeye akona maneno yenye anaweza sema, na yeye maneno yenye anaweza sema inahusika na ya kwamba Futsubishi kuna watu wenye wanafanya kazi na yeye. Mrembo, tulikuwa tunafanya hiyo live imekatika abruptly. Labda kuna watu wenye hawajapata nafasi ya kusikia ni nini ulikuwa unasema. Hebu kwa ufupi tu utuelezee. Ulikuwa unasema ya kwamba unalaumu akina nani na kwa nini tusilaumu baba yako kwa hii maneno inaendelea? Wenye wanamsupport. Ni akina nani hawa? What do you mean ukisema wenye wanamsupport? Sio wenye wanampea pesa za kufanya hizo vitu. Jumzee ana pesa. Joshua huyo mwenye anamsupport, hiyo ndiye anastahili afanywe hizo mambo. Msichana wa Futsubishi ako very convinced ya kwamba Joshua is working hand in hand with the father. Hiyo ni allegation yenye mimi siwezi eneza because sitaki kuwekelea Joshua kitu sijui, lakini msichana wa Futsubishi alikuwa ananiambia ya kwamba kuna watu wenye wanafanya kazi kwa ukaribu sana na babake. Hawa watu wenye wanafanya kazi karibu sana na babako, wao wanahusika kiaje? As in, wao wanahusika kiaje katika hili jambo lote? Kuhusika as in wenye unasema hao ni wakubwa. Unaona aje, kwa nini unasema wao ndio wawekelewe hizi makosa zenye babako yenye Futsubishi amefanya? Juni wao wanamsupport. By support you mean what? Support, mtu kusupport ni nini? Sino anampea do ya kukidnap watu. Huwezi sema ati wanampea do ile hali babako tulisikia ako na milioni 2 hadi hana pesa. Baba yangu hana kitu. Unadhani babako anaweza kuwa na pesa ngapi hivi? Hana kitu. So si mtu mwenye anaweza alipa mtu hata 10k? Hapana. So hakuna uwezekano alilipa Joshua 2 million. Joshua ni yeye alimpatia hizo 2 million, lakini si yeye. Labda Joshua ndiye alimlipa pesa. Lakini si babako. Si babangu. Guys, these are allegations which are coming from the horse's mouth. Sitaki zikuwe maneno yangu, nataka zikuwe maneno ya huyu mwanadada ameniita hapa akiniambia ya kwamba kuna watu wenye wamejua ya kwamba babake amekuwa an addict, drug addict, and for that wanamnunulia pombe na wanamtumia vibaya. Msichana, kusema kweli, hata kama wanatumia babako vibaya, wewe unaona babako ana makosa ama do you support your father in all this? Hata kama akona makosa, si ile ati ni makosa yenu unasema ni makosa. Hata wenye wanamsupport wako na makosa, so adiliwe wote. Na kwa saizi kuna uwezekano ya kwamba unajua kwenye babako wako? Sasa sijui kwenye yako. Mara ya mwisho kumuona imekuwa ni labda lini hivi? Wakati alikuja home. Yenye ni siku ngapi kama hivi zenye zimepita? Kama mwezi mmoja imepita. Okay guys, I don't know, some people were saying that this girl is supposed to pay for her father's crime. Kuna wenye walikuwa wanasema ya kwamba huyu mwanadada is guilty. Kuna wenye walikuwa wanasema huyu mwanadada tumsanitize. Mimi nataka tumsanitize, tuangalie kama anahusika na maneno yoyote ya babake, and then tutafute venye tunaweza pata Futsubishi na venye tunaweza okoa Stano.
Msichana, wewe kwa saizi unasema ya kwamba kuna aibu mingi yenye imefika kwa familia yenu sababu ya hili jambo. Ulikuwa unasema aibu imetokana na maneno gani? Ya kukidnap. Imefanyika aje? Mbona unasema ni aibu? Juu amekidnap watu. Sasa imekuwa aibu mpaka kwa familia. Bado majirani wenu hawataki venye ulikuwa unasema hawataki kitambo, ama saizi wamewaruhusu muishi hapo kwenye mlikuwa mnaishi? Wametulia kidogo, lakini si ile kutulia. Ya kidogo tu. So wakitulia alafu waone saizi tena ameenda hospitali akadunga Mitsubishi. Unaweza kuwa unajua hiyo ni dawa gani yenye alidunga nayo Stano? Hapana, siji. Okay guys, mi nataka kuomba huyo msichana, watu wanasema ya kwamba ndio tukuamini, tuangalie simu yako kama labda kuna mtu mwenye unaongea naye kuhusiana na hii maneno. Unaweza turuhusu tukuangalia simu yako hata dakika moja ile ya kukuamini tu? Mimi siongei na mtu. Lakini si sasa tunataka tu kuthibitisha. Hapana, mimi siongei na mtu na simu yangu. Ona msichana, wacha nikuambie. Unaona hao watu wenye wanatutazama hapa saa hizi? Watu kuna wenye wanakuhurumia. Lakini sasa kuna simu yangu una sanitize ya nini na mimi siongei nao? Si kama uongei nao, mimi nitawathibitishia yenyewe nimeangalia simu yako na nimepata uongei nao. Unajua ukikatakata sasa inakaa hata maneno mingi ati sasa labda unahusika sana na babako. Leta tu tuangalie kama kuna maneno iko hapo. Mimi siushiki na yeye. Na sasa unaweza tusaidia kupata babako? Unaweza mpigia simu? Sina namba yake. Ana simu? Alikuwa nayo lakini sijui kama ako nayo sasa. Ungetamani kuambia aje wakina Joshua na hao watu wenye unasema ati wanatumia babako vibaya? What could be your information? Ni nini ungetamani labda kuwapitishia ka ujumbe? Waache kumpatia pesa, waache kumpea pombe, na labda atakuja kuacha hizo mambo anafanya. Juu ni wao wanamwalibu, ni wao wamemwalibu hiyo. Baba yangu hakuwa na hizo tabia. Ni wao wamemwalibu. Na kuna watu hapa wenye wanakutazama wenye wanasema ya kwamba familia yenu yote inahusika kwa hii maneno. Kwa wananchi wa Kenya ambao wameumia kwa hii maneno, wewe ungewaambia aje wananchi wa Kenya kuhusiana na hili jambo? Si familia yetu inahusika na hiyo. Ni mzee. Familia yote hapana, haiwezi. So, si mmoja akiwa mbaya ati familia yote imekuwa mbaya. Hapana. So mtu akipatana na wewe pale nje ungetamani kumwambia labda afanye aje? Akuone aje ama akuchukulia aje kuhusiana na hili jambo? Asinibebe ati mimi niko na hizo tabia, hapana, mimi sina. Mimi sina hizo tabia. Okay. So fanya hivi mrembo. Mimi sitaki ukitembea pale ati watu watakuona ukiwa na ubaya. Okay? Hii kitu nataka kukata, hata imebaki dakika moja nikate. Waje niangalie kama unahusika na hii maneno kwa simu yako dakika tu moja. Hapana, mimi si huko kwa hiyo maneno. Hapana. Basi ulete tu simu basi tuangalie. Hapana. Si huko kwa hiyo maneno mimi. So unajua wakati simtafute Joshua apatie hizo maneno. Sasa mimi mnanisanitize aje? Tunataka tu kujua kama unahusika na hii maneno. Tafuta Joshua akupe story. Mimi sina hiyo maneno. Sasa unajua msichana, wakati unakataa sasa inakaa like you are guilty somehow. Ni kama unajua hii maneno. Tafuta Joshua atakwambia. Okay, mimi naona ungenipea simu ni sanitize ingekuwa simu yangu sanitize, wewe tafuta Joshua. Atakwambia. Okay guys, me I don't have much to say. I really appreciate our guest having time to talk to us. Mimi nina appreciate sana ujumbe wako umefika. Watu watakusikiza, watu wataongea. Na mimi nina appreciate sana kwa take your time and coming to talk to us. We really appreciate. We don't take it for granted. Kwa watu wenye wanakujudge, mimi sijui nitawaambia. Asinijudge. Okay, wamekusikia maneno yako venye unasema. And guys, until next time, I'll be following the message. I'll reach out to Stano. For all of us who want to reach out to Stano, we can join hands. We can stand with a brother. And we just want to keep Kenya safe. Hakuna mtu mwenye anataka Kenya ichafuke. So tukiona kitu yenye inaweza taka kuchafua maneno, si tunasema tutulie.
Watu waache kukimbia sana, watu watii sheria, watu wafanye biashara halali. Na msichana wa Futsubishi, sijui kwa nini amekataa kutupia simu yake to sanitize, but me next time nikimtaka nitatafuta. Next time kama kuna watu wanataka kuongea, labda kama kuna jambo utaniruhusu nije niongee naye, sawa? Guys, kindly like the video, subscribe, follow me on this, and until next time guys, adios guys.